Msifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nilikuwa nataka nizungumzie topiki ya uzinzi. Kuna video nilielezea kwa habari ya uzinzi na nikatoa ushuhuda wa dada mmoja ambaye tulikuwa tunasoma naye Olevo. Leo nataka nizungumzie kwamba watu wengi hawajui kwamba uzinzi ni roho. Na mara nyingi kwenye masuala ya ndoa, hasa kwenye ndoa, ukikuta mtu mume wake ana shida ya roho ya uzinzi au mke wake ana shida ya roho ya uzinzi, wengi huwa wanaenda kushtaki labda kwa baba mkwe, yani kwa wakwe, au anashtaki kwa wasimamizi. Mara nyingi hata kwenye mahusiano ya ndoa anakwambia ukikutana na changamoto yoyote unashtaki kwa msimamizi au kwa wakwe zako. Lakini mimi nikwambie, uzinzi ni roho. Kwenda kushtaki kwa wakwe haisaidii au haiondoi tatizo. Kwa kama unampenda mke wako ama unampenda mume wako na unaona kabisa na roho ya uzinzi, suluhisho ni wewe kuingia kwenye maombi. Kuingia kwenye maombi kuvunja ile roho ya uzinzi. Kwa mfano kuna wengine ni roho iliyotapakaa kwenye ukoo. Unajua kuna makabila fulani na yenyewe yanajulikana ni wazinzi, umeelewa? Kwa hiyo kuna roho nyingine inatokana na eneo, kuna roho nyingine inatokana na ukoo aliotoka au familia aliyotoka. Ushai kukuta umeolewa na mtu, baba ana watoto yani umekuta baba wa huyo kijana ana watoto amezaa na wanawake tofauti tofauti. Kwa hiyo usifikiri mume wako yuko salama. Au umeoa mwanamke ambaye ndugu zake wamezaa na wanaume tofauti tofauti. Usifikiri uko salama. Kwa hiyo suluhisho yake sio kwenda kushtaki, kwa sababu hata ukienda kushtaki sio kwamba inambadilisha, kwa sababu roho ikikaa ndani ya mtu sio kwamba kwa maneno inaweza kutoka, ila nguvu ya Mungu ikiingia ndani ya mtu ndio inambadilisha na kuwa mtu mwema. Kwa hiyo hata kuna wengine wanafanya kwamba mume wangu amecheat na mimi namkomesha na cheat. Yaani wewe kucheat na mwanamume mwingine hakumsababishi huyo mwanamume wako kuacha kucheat. Au mwanamume kumkomesha mke wako kwa kwenda nje na mke wako haisababishi yeye kuacha hiyo tabia ya uzinzi. Kwa hiyo uzinzi ni roho. Uzinzi ni roho na inaondoka kwa maombi peke yake, sio kwa wewe kushtaki. Yaani watu wengi, nina ushuhuda, kuna dada mmoja nilikutana naye, alikuwa Mungu alimuongoza kuja kuniambia kuna issue fulani alikuwa anapitia kwenye ndoa yake, na yule dada anasema yule mkaka ni kwa walokole, umeelewa? Yani kwa wameokoka vizuri kabisa, na walikutana chuo wakaanzisha mahusiano na baadaye kuingia kwenye familia, kuanzisha familia. Anasema wakati wanaendelea mume wake ndo akawa hivyo, kama unavyojua tabia za baadhi ya wanaume, ana wanawake nje, nafika mahali analala nje wiki nzima, umeelewa? So wakati nakutana naye ndo alikuwa ametafuta uhamisho, anataka kuhama kuelekea mkoani kwao alikozaliwa, kwa sababu hapo nimekutana naye sio mkoa ambako yeye amezaliwa, ila wamekuja hapo kikazi na wote wako hapo kikazi na mume wake. Sasa wakati ananiambia Roho Mtakatifu tu akanisemesha tu kwamba aingie kwenye toba. Kwamba aingie kwenye toba kwa sababu kwanza kabisa walikutana wakaanzisha mahusiano na mpaka muda ule naongea alikuwa hajafunga ndoa kanisani. Kwa hiyo tayari kulikuwa na roho wameiruhusu ya uzinzi, cha kwanza. Lakini cha pili ilikuwa kuingia na kuvunja ile roho ya uzinzi. Na Mungu saidia, alivyoingia kwenye toba, baada ya kama siku 2 mume wake akawa amemsemesha sana, natamani sana kuacha pombe. Nimeona kama natamani kuacha pombe na Mungu amenionyesha kwamba na kitu kizuri nimepewa ila kinataka kuondoka, na hisi tu mke wangu umechoka, hizi tabia zangu nataka kuondoka. Kwa mabadiliko yalikuja hapo baada ya maombi, sio kwa kushtaki. Anasema alishashtaki sana kwa wakwe zake, na mama yake alikuwa anaumia sana kwa sababu mtoto wake amemlea katika maadili ya kidini sana. Kushtakiwa vile kwamba analala nje ya nyumba yake wiki nzima, anakunywa pombe, analewa, anazini, yani ni mzinzi, yani ni wanawake hawahesabiki. Ilikuwa inamuumiza mpaka ile mama alipata pressure. So ni changamoto ambazo zinawakuta wanandoa wengi, na hasa wanawake, ambako anakutana na mwanaume ana shida hiyo ya uzinzi, ya kutembea nje ya ndoa yake, na wengi wanaishia kwenda kushtaki kwa ndugu, kwa jamaa, lakini tatizo unakuta liko pale pale. Wengine wanafikia mahali anaamua na yeye kumkomesha, sio anatembea na wanaume wengine, mwisho wa siku ni mgogoro, ndio unakuta wengine wanauana kwa sababu mwanaume unakuta na wivu. Mwanaume amekulipia mali, amekumiliki huko hapo kwake, kwa akiona kwamba kitu
kitu ambacho ni kama vile umenunua kitu au una umiliki wa kitu, alafu kuna mtu anachukua umiliki wako. Na ndio hapo wanawake wengi wanakusema mbona wao wanazini, sisi tunawaacha, zeni sisi tukitoka nje ya ndoa kidogo kuwa na ukali mkubwa. Ni kwamba wewe uko chini ya miliki yake, amekuoa, amekutolea mahali, anakupenda, alafu kwa bahati mbaya tumeumbwa tofauti. Nadhani kuna video nyingi watu wengi wanazungumzia kwamba wanaume wamekuwa na tamaa wengi, yani hulka ya wanaume wengi ni tamaa. Kwa hiyo ile tamaa inashindwa na nguvu ya Mungu inavyokaa ndani. Haishindwi na wewe kumfanyia, sijui wengine wanakuambia ukimpikia vizuri mume, sijui ukimjali vizuri, sijui ukimpa mahaba yote anatulia. No, hiyo ni roho. Ukitaka kujua hivyo, angalia makabila ambayo wanajua mambo ya kuwaenzi wanaume. Angalia watu wa Tanga, uko pwani ambako na mimi natokea, wa Morogoro sio nini. Ni watu ambao wako wanajua kupika, wanajua sijui kuhudumia wanaume chumbani na nini, lakini mbona huko ndo kuna rate kubwa sana ya wanaume kuoa wake wengi? Kwa nini? Kwa hiyo kulizika kwa mwanaume au kutokuwa na roho ya uzinzi hakusababishwi na wewe kumhudumia vizuri, sijui kumheshimu sana, kumbeba mgongoni, kumpeleka bafuni. Hapana. Basi ingekuwa hivyo wale michepuko wangekuwa wanang'ang'aniwa na mwanaume mmoja. Kwa nini wale michepuko wanahudumia wanaume za watu, lakini anakana mwanaume huyu anamchoka anaenda kwa mwingine, anamchoka anaenda kwa mwingine? Ni kwa sababu ile ni roho iko ndani ya mtu, inatamani, na akisha lala na mwanamke huyu na huyu, ndipo roho ile inavyozidi kuwa kubwa. Na kama alishalala na mwanamke ana pepo la uzinzi, ndo kabisa linachochea, ndo nakuta mwanaume ana wanawake hawahesabiki, ni hela anagawa huko, kwa sababu roho ya uzinzi rafiki yake ni umaskini. Kwa akishapata ile roho ya uzinzi anatapanya, na mwisho wake huwa ni kuangamia. Mara nyingi unakuta ni wanaume ambao mwisho wa siku atazula, atatapanya pesa zote, atapata magonjwa, ndo anakumbuka kurudi kwa familia yake. Akishapata visukari na pressure ndo akumbuka kuna mke wangu. So elewa, kama ulikuwa ujui, kuanzia leo jua kwamba uzinzi ni roho, na kitakachomponya huyo mume wako au mke wako ni maombi peke yake. Maombi ya toba na maombi ya kuvunja na kutoa hizo roho za uzinzi. Ninawapenda sana, mbarikiwe na Bwana Yesu.